nadhani weye mwenyewe ushahidi kuwa nishavumilia vya kutosha, halafu wajua kuwa mie ni mtu na familia. Kuna mahitaji ambayo natakiwa niyatimize, yanayohitaji pesa, na mie sina pengine popote pa kuzipata isipokuwa hii nyumba. Huu sasa ni mwezi wa 4, shilingi 10 Jamili hujanipa. Hebu niambia wewe mwenyewe kungusu jamii niishi vipi? Nakuelewa sana shehe wangu, na kikweli sina namna kushukuru kwa ile subra ambayo umenionyesha ndani ya hii miezi 4 ambayo nimekaa tu mbali na ile pesa ambayo unanidai ya miezi mingine. Lakini kiukweli shehe wangu, kutoka moyoni mwangu na kueleza ukweli, sijafanya makusudi shehe wangu. Napambana usiku na mchana. Hapa kwangu kwenyewe shehe wangu mtihani, niamini. Weye hama niye nilete mpangaji mwingine. Nyumba yangu nataka inipe kipato. Sawa shehe wangu, maana hata kama niseme nikuombe msaada mimi mwenyewe na nikutaibu, maana ushanifadhili vya kutosha shehe wangu. Kwa labda tu niulize, unanipatia muda gani ili mimi niweze kujua napambana vipi kuistiri familia yangu? Sasa nikupe siku ngapi wewe atakaondoka madarakani? Jamili stahamala ikifika ikomo, mwisho huwa mgomo. Kwa hili mie sina subira tena. Kesho ikifika asubuhi hapa, weye mkeo na wanao msiwakute, nikute nyumba yangu ikiwa tupu. Wasikia? Pole kwa mtihani huu, lakini weye kama baba wa familia wajua nafanya hivi kwa sababu gani? Salamu alaykum na Ramadhani karimu. Mimi ninachotaka mzigo wangu ufike ofisini kabla mimi sijafika ofisini. Nikiwa na maana kwamba ni ukute na sio wenyewe unikute mimi. Nadhani hapo tumeelewana. Sawa. Basi niwatakie siku njema. Asante. Mke wangu. Bali unaongea na watu kama amekuibia, wakati wao wameokota tu na ana mpango wa kurudishie. Inawezekana hawakuiba, na ni kweli kwamba wanataka kurudisha, lakini kurudisha kwenyewe ni lazima wanataka wapatiwe pesa ndio warudishe. Na hivi ninavyozungumza na wewe mke wangu sasa hivi hapa, mimi tayari nimeshawatumia pesa. Kwa hiyo sioni msaada wote, hakuna kitu. Dini inasema kwamba ukiokota kitu ambacho sio chako ni lazima urudishie mwenyewe. Yaani sijui unaishi katika ulimwengu gani mke wangu. Dunia hii ya sasa hivi na zama hizi, hakuna mtu hata mmoja mwenye imani kama hiyo unayoisema wewe. Hebu tazama, mimi mume wako nimejaliwa kuwa na maisha mazuri, lakini sina imani hiyo unayoisema wewe. Sasa ile hali wale vijana kuzungumza nao kwenye simu tu, basi sauti zao zinanionyesha kwamba wale vijana ni hohe hahe, hawana mbele, hawana nyuma.
Amesemaje? Mke wangu, kesho hatutakiwi kuwepo tena hapa. Subhanallah. Sasa tutaishi vipi na tutaenda wapi? Hasana narudi saa ngapi? Saa 11. Nisikilize mke wangu. Hasana akirudi, itabidi umfungashie nguo na vitu vyake vyote, aende kwa dada, kwa shangazi yake. Sawa? Mpaka kila kitu kitakapokaa sawa, then tutamfuata. Naamini kabisa kwamba Mwenyezi Mungu hatatuaibisha. Hili halitakuwa la muda mrefu. Sawa? Yamchukulie vitu vyake, aende kwa shangazi yake. Mimi na wewe watu wazima mke wangu, tushapitia mengi. Tutajua tunapambana vipi, tunatoka hapa. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Wacha mimi ninyanyuke hapa, niende nikajaribu kudai pesa yangu kwa Bwana Shabani. Sawa? Baba Hassan, usiende kujaribu. Naomba ukadai kwa nguvu zote. Kumbuka hatuna pesa yoyote tunaitegemea humu ndani zaidi ya ile. Sawa mke wangu. Hilo tama mama litanifanya mimi nishindwe kwenda kudai hiyo hela. Litaninyima mimi amani. Hizo ndita pia zitaninyima ujasiri wa kupambana mke wangu. Sasa unaanza kulia wewe, mimi nakuaje? Usijali mume wangu. Sawa. Mimi najua haya ni majaribu tu mume wangu. Ipo siku yataisha na tutasahau hizi shida. Sikukosea wewe kwa mke wangu. Sawa, nikutakie safari njema. Imani ni imani tu, haijalishi ni umri gani. Sasa nikwambie kitu kimoja basi mke wangu. Kwa imani hiyo unayosema wewe, mimi naomba nikupe kazi. Nenda kanitafutie watu 11, ikishindikana hata mmoja tu mwenye imani hiyo uniletee hapa. Na mimi ninakuahidi nitakupa shilingi milioni 1 cash. Haina kodi. Kwa matumizi yako itakuwa kama zawadi. Baba Ali, jamani unacheza kamari? Mimi siwezi kucheza kamari na wewe la azizi wangu. Hiyo ni kama zawadi tu. Wengine wanasema bakshish. Mimi natoka kwa. Uwe na siku njema. Hai pia. zitakukabili katika dunia, kama udhalili, kuwa masikini na kuwa na njaa. Shida mbalimbali zitakukabili katika dunia, kama udhalili,
kuwa masikini na kuwa na njaa. Kwa yoyote hali matatizo. Kiukweli mimi nikwambie tu, kiukweli kabisa mimi nashukuru sana kwa hii pesa kila unaonipatia ndogo kila nikija kwako hapa. Kweli inanisaidia na kula na familia yangu, maisha kidogo taratibu alhamdulillah yanaenda. Lakini safari hii shehe wangu, mimi nahitaji pesa yangu yote. Mimi sio kama sitaki kulipa pesa yako, lakini tatizo hiyo pesa kwa sasa mimi sina. Na wewe unanijua vizuri, mimi nikiwa nina pesa sijawahi kukaa na deni lako hata siku moja na kulipa pale pale. Lakini leo inaonesha sura yako tu, inaonesha kwamba umetengeneza kitu fulani ambacho inaonesha kwamba hauniamini. Nisikilize Shabani shehe wangu, sio hivyo kwamba sikuamini. Shabani, wewe ulivyokuja siku ile kwangu, lakini tulizungumza ukaniambia umekuja kumkopea mtu ada ya shule, si ndivyo? Ni kweli kabisa. Sasa tumfuate huyo mtu basi shehe wangu anipatie hiyo pesa, japo akinipa nusu shehe mimi nitashukuru, kwa sababu nina shida nao vibaya mno. Mimi mawazo yako nimeelewa. Sawa, nakubaliana na wewe. Itakuwa vizuri kama tutafuatana pale mguu kwa mguu, ili atakalo nijibu mimi na wewe ulisikie kwa masikio yako mawili. Maana sasa hivi ishakuwa unaona kama vile mimi nakuzungusha sitaki kulipa deni lako. Sawa, wazo lako si baya shehe wangu, ni jambo jema, lakini mimi nafikiri tukienda kule sio swala la kumsikia tena. Yaani swala ni kwamba yeye atupatie pesa, nipatie mimi niweze kupata pesa yangu leo hii. Shehe wangu, mimi nakuelewa vizuri, nakuelewa. Cha msingi wewe na kuomba tu ufuatane na mimi tuende pale wote. Sawa, twende hata saa hizi. Basi nipe dakika moja tuniache maagizo dukani. Inshallah. Poleni sana kwa hayo mnayoyapitia. Lakini Jameli ni mwanamume mzuri tu. Tena mchapakazi, ana moyo wa huruma. Mimi wala sitaki kumsema vibaya. Lakini inafika wakati kuna mambo lazima yasemwe. Umeanza mambo yako. Sasa hapo nimeanza nini nzuri kwa mdogo wangu? Wewe huyo mumeo anaendekeza hiyo imani kuliko ni kitu kingine chochote. Anasahau kabisa kama kuna maisha ambayo mimi ninatakiwa kuishi. Sasa dada yangu, hii dini inaingilianaje na haya mambo yanayoendelea sasa hivi? Nakwambiaje? Wewe kubali, usikubali. Lakini kama mumeo angekuwa amepunguza huo ucha Mungu wake, sasa hivi nyinyi msingekuwa hapo mlipo. Haya. Nitafanya nini sasa? Kuna la kufanya hapa zaidi tu ya kumwomba Allah atufanyie wepesi. Hayo ndio niliyofanikiwa kila hivi. Kweli nyinyi mnategemea muombe Allah tu afanyie wepesi bila kufanya kitu chochote? Allah atawapa nyinyi msaada kweli? Na sijasema kwamba hatufanyi kitu chochote. Nililosema ni kwamba tunapambana huku tukimwomba Allah. Sawa. Endeleeni kumwomba. Hivi unamkumbuka Ali? Ali gani? Ali Saidi. Amekwaje?
Alipita hapa kama siku 2-3 hivi, akaniomba mawasiliano yako, lakini sasa mimi nimeshindwa kumpatia kwa sababu wewe mpaka sasa hivi hapo ulipo bado ni mke wa mtu. Ila ameomba tu kama vipi, anaomba muonane. Tuonane ili iweje? Yes, amesema anataka muonane. Wewe nenda, hayo mambo mengine utaenda kuyajua huko. Shida iko wapi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, shemegi, karibuni. Asante. Vipi ujamaa tumemkuta? Yupo ndani, lakini sio muda mrefu angekuwa ameshatoka. Hata hivyo tuna bahati sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibuni sana. Japo kwa mmekuja muda wa kuelekea sokoni sasa. Sisi bwana Maulidi wala tulikuwa sio wakaaji. Tulikuwa tunapita tu, nipo na Muislamu mwenzangu hapa anaitwa Jamil. Jamil Jamil wangu Tukaona sio mbaya kupita hapa kukusalimia, halafu tuendelee na ratiba nyingine. Naam. Sawa, karibuni sana. Kama hamtojali siku moja tuje tupate futari kwa pamoja. Hakuna shaka. Hakuna shaka, inshallah tutakaribia, hakuna neno. Basi tutalipanga zaidi. Asante, inshallah. Karibuni bwana. Shemegi, kwaheri. Haya, asante, karibuni. Haya, inshallah, karibuni sana. Kwenye hali tu ya kibinadamu ya kawaida, kuna vitu kama binadamu vinatakiwa uvielewe. Unajua, muda mwingine unaweza kumsaidia mtu. Mimi ule mkopo wala sijauchukua kwa sababu ya mambo yangu wala kufanyia jambo langu lolote lile katika masuala yangu ya kibiashara. Lakini mtu mwenyewe kama unavyomuona yule pale. Sasa mimi naanzaje kumdai kwa nguvu na kumshurutisha kama vile ambavyo ona nishurutisha? Ukiachilia tu mbali uwezo wa kipato, lakini pia hana macho mawili kama mimi na wewe. Mimi nakuelewa sana shehe wangu Shabani. Yaani hapa mimi kinachonichanganya kichwa ni umtihani ambao niko nao. Nawaza na utatua vipi. Kuna jambo nilikuwa nafikiria. Kuna mahali wanatoa mikopo hii midogo hii. Ila tatizo liko sehemu moja tu ndugu yangu. Tatizo liko wapi Shabani? Wanatoa mikopo kwa riba. Subhanallah. Shehe wangu, kula na kutoa riba ni dhambi kubwa mno. Hebu achana hilo jambo. Mimi nitajua tunapambana vipi, na najua siwezi shindwa kwa sababu Mwenyezi Mungu atafanya njia. Hata mimi nitajaribu kuhangaika nikipata vipesa kidogo nivikusanye ili niweze kupunguza deni lako. Deni gani? Umeshasahau unachonidai shekhe wangu? Shabani wewe, mtu mwenyewe tu unaenda kumnyonyesha ndio yule pale. Mimi nidai tena? Mwenzangu, kama mtu ndio yule shehe wangu, mideni nishasamehe. Sahau. Acha. Kama mtu vile mimi sina pesa naodai tena. Acha lipite. Nashukuru sana shehe wangu. Usijali shehe. Inshallah kupitia sadaka yako hii Mungu akuzidishia, akupe neema, akufungulie kila jambo lako unalolifanya. Amina inshallah shehe. Nashukuru sana. Muamini manani khofuhu ondoa
akaijenga imani kwa Mola Jalia. Yeye ndiyo kimbilio la kukimbilia, anomwamini Mannani hofu huondoa. Assalamu alaikum. Waalaikum salamu Ali. Habari za miaka mingi? Salama, tunamshukuru Mungu. Vipi wewe na familia yako mnaendeleaje? Sisi wazima, sijui wewe. Hata sisi wazima tunashukuru. Nyumbani wote wazima, tunamshukuru Mungu pia. Okay. Nakusikiliza. Hata na mimi pia nakusikiliza. Zubeda ameniambia unahitaji kuonana na mimi. Mbona hata mimi Zubeda huyu ameniambia kwamba unahitaji kuonana na mimi. Una shida? Okay, samahani. Zubeda amenidanganya. Amekudanganya na wewe pia. Lakini si ni kweli una shida na pesa? Au na hilo pia amenidanganya? Ni kweli. Kama kiasi gani hivi? Mbona unaniuliza kama unataka kunikopesha hizo pesa? Sitaki kukukopesha. Wala huna haja ya kurudisha. Nataka nikugaie bure. Kwa matakwa gani? Si kwa matakwa yoyote. Sawa. Nashukuru sana kwa msaada wako, lakini siwezi kuchukua hizo pesa zako. Mimi kuonana na wewe bila ya kumtaarifu mume wangu ni kosa pia. Uwe na siku njema. Lakini mimi nilikuwa nikitafuta namna tu ya kukusaidia. Wala sikuwa na jambo lingine lolote kama vile wewe unavyonifikiria mdogo wangu. Kunisaidia? Kunisaidia kwa kunitia dhambini? Unafahamu wazi kuwa mimi ni mke wa mtu. Zufa, hata mimi pia ni mke wa mtu. Na kuhusu hiyo dini, inawezekana kabisa mimi najua vizuri hiyo dini pengine kuliko hata wewe. Lakini nafikia mahala kuna mambo mengine lazima yafanyike ili maisha yaendelee mdogo wangu. Inawezekana wewe unaijua hiyo dini kulikoni hata mimi, lakini ni wazi ya kuwa wewe imani yako ni ndogo sana dadangu. Sasa hiyo imani hiyo, huyo mumeo imani aliyokuwa nayo sasa hivi angekuwa tajiri dunia nzima ingekuwa inamjua, lakini mpaka leo mnahangaika siku wapi? Hiyo imani inamsaidia nini? Wakati upo Rasuli, wempende kwa yakini, utopata udhalili. Wangalie Bilali, amenukia uturi, ukimshika Khalili, wewe yako ni sukari,
ukimshika Khalili, wewe yako ni sukari. Ukimshika Khalili. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Waalaikum salam. Mbona mmerudi mapema sana leo? Tumeruhusiwa na mwalimu kwamba tusomee nyumbani. Kuna mtihani kesho. Aha. Sawa. Sasa nataka uende ndani. Kakunje nguo zako zote, umesikia? Zichukue, zitie kwenye begi lako. Babako akija hapa, akuchukua kupeleka kwa shangazi Mariam, umesikia? Kwa shangazi Mariam? Ndio. Baba na mama pia mnaenda? Hapana. Utaenda wewe, lakini utakaa huko kwa siku kadhaa, alafu nitakuja kukuchukua, umesikia? Mama, naomba unisamehe. Nilibanja mimi chuba lakini sikusudi. Hassan. Njoo mwanangu. Hatufanyi hivi kukuadhibu, lakini inabidi tuende kwa shangazi yako kwa sababu haujaenda kumtembelea muda mrefu. Kwa amesema uende, ana hamu na wewe sana, umesikia? Na ukienda kule hautakaa muda mrefu, kwa sababu hata mimi sipendi kukaa mbali na wewe. Utakaa tu siku kidogo, nitakuja kukuchukua, umesikia? Nenda kakunje nguo zako.
naomba tuepushe mitihani, naomba tufanyie wepesi. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na ndogo ndogo, ama hakika hakuna Mungu mwingine anayestahili ama kupaswa kuabudiwa pasi na wewe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa neema zote ambazo umenijalia, nikianza na afya njema. Umeweza kunijalia macho mawili yenye kufanya kazi vizuri, mikono na miguu yenye kufanya kazi vizuri, na mengine mengi. Mwenyezi Mungu, yote haya si kwa ujanja wangu, bali ni kwa rehema zako. Mwenyezi Mungu wangu, wajua mitihani ambayo mja wako napitia, na ama hakika hakuna yeyote anayeweza kuzuia pale ambapo wewe unatoa, na hakuna yeyote anayeweza kutoa pale ambapo wewe umezuia. Mwenyezi Mungu, wewe unajua nipeleka wapi mimi na familia yangu. Ninachoomba, nipunguzie mitihani Mwenyezi Mungu wangu, lakini pia tujalie mwisho mwema mimi na familia yangu. Amina rabbil alamin. Amina rabbil alamin. Amani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheikh, vipi hali? Alhamdulillah. Bila samani Sheikh. Kuna mtu anakuita kwenye gari, anataka kuzungumza na wewe. Kuzungumza? Naam. Samani, lakini nani huyo? Usishtuke. Anaitwa Said. Karibu. Salamu alaykum. Wa alaikum salam. Samahani Sheikh. Sisi tunafahamiana? Hapana, hatufahamiani kabisa, ila ninaamini kwamba wewe ni ndugu yangu katika imani, na una mtihani ambao unahitaji pesa ili kuweza kuutatua. Usipatwe na wasiwasi, mimi ni binadamu tu kama ulivyo wewe, na nimeyajua mambo yako kupitia wewe mwenyewe wakati ulipokuwa ukiomba dua kule ndani msikitini. Sasa sijui ungepata kiasi gani ambacho unahisi kingeweza kukusaidia kutatua matatizo yako, angalau hata kidogo tu. Kumradhi Sheikh wangu, lakini unajua linapokuja swala la pesa, mara nyingi watu wanapeana kwa makubaliano. Sasa sijui wewe ulikuwa unataka kunisaidia shida yangu mimi kipesa kwa makubaliano yapi? Usipatwe na wasiwasi Sheikh, kwani ulipokuwa ukimwomba
Allah subhanahu wa ta'ala pale ndani msikitini, ulikuwa unamuomba akupatie kwa makubaliano yepi? Naamini kwamba Mwenyezi Mungu alitaka nikusikie ukiomba ulichokuwa unakiomba, na naamini vile vile kwamba hiyo ilikuwa ni ishara tosha kabisa ya yeye Mwenyezi Mungu kuniamrisha mimi nikusaidie wewe. Hivyo basi, kama hicho kiasi cha pesa unachokitaka kama kitakuwa kiko ndani ya uwezo wangu, basi hapana shaka nitakusaidia na sitokudai kitu chochote kile, hata suni sitokudai. Sihitaji ujira wowote kutoka kwako. Je, shehe wangu, milioni 2 zinaweza kukusaidia kutatua matatizo yako? Zitatosha? Shehe wangu, unanifanyia dhihaka. Kwa nini nikudhihaki shehe wangu? Kama nilivyosema awali kwamba nilikusikia ukiomba msaada, na mimi ninaamini kabisa kwamba Allah alitaka mimi ndio nikusaidie wewe hilo tatizo lako. Sawa shehe wangu, hiko kiasi ulichonitajia milioni 2 kinatosha kabisa kutatua matatizo yangu. Sawa, basi ngoja nikufanyie muamala hapa. Naomba uweke namba yako hapa. Haya, mimi nimeshatuma, na hizi pesa ukienda kwa wakala yoyote yule atakutolea hizo pesa bila ya makato yoyote, kwa sababu nimeweka na yakutolea kabisa. Nafikiri utaweza kutatua matatizo yako sasa shehe wangu. Uwe na amani tu. Asante shehe wangu, Allah akuzidishie. Asante sana kwa dua yako njema, na na imani kwamba Allah ataipokea. Sasa mbona unaondoka shehe? Tunahitaji tufahamiane vizuri zaidi shehe wangu, kwani huu ndo udugu wenyewe sasa. Sijui mwenzangu unakaa wapi, unashughulika na shughuli gani, ili hata wakati mwingine ukipatwa na tatizo sasa iweze kuwa rahisi sana kukufikia. Kwanza nitangulize samahani shehe wangu kama nitakuwa nimekukwaza popote, lakini mimi naamini anayetoa msaada ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa mfano mzuri tu, leo tulikuwa hatufahamiani, lakini nimekuja nimelia shida yangu kwa Mwenyezi Mungu wangu, na amekuleta wewe, umeweza kuwa msaada kwangu. Kwa mara nyingine ikitokezea nimepata shida yoyote, nitarudi pale pale kwa Mwenyezi Mungu wangu, na naamini atamleta mja mwingine kama si wewe, na ataweza kunitatulia shida yangu pia kama alivyofanya leo. Narudia tena kumradhi kama nitakuwa nimekukwaza popote shehe wangu. Basi shehe wangu, Ramadhan Karim, na nikutakie saumu njema. Amin inshallah, na kwako pia. Shukrani. Muamini manani khofuhu ondoa, kaijenga imani kwa Mola jalia. Yeye ndio kimbilio la kukimbilia. Anomwamini manani khofuhu ondoa,
akaijenga imani kwa Mola Jalia, wewe ndio kimbilio la kukimbilia, anomwamini Mannani hofu huondoa, akaijenga imani kwa Mola Jalia, wewe ndio kimbilio la kukimbilia. Rabbi ndio tegemeo na kutegemea,